Sikiza, jamaa alikuwa ameokoka. Lakini hata kama aliokoka, injili tu alikuwa anasikia. Watu anaambiwa kwamba kuna watu wanabarikiwanga, watu wanakutananga na Mungu, Mungu anafunguliaga watu milango. Jamaa anasema ni historia, lakini wacha niamini, labda siku moja na mimi nitakumbukwa. The guy was in the church, lakini alikuwa maskini sana. Ikafika mwaka wa kuoleka, ama wakati wa kuoa, jamaa akasema nitapendwa kweli ninavyotaka mbuate, naweza pendwa na hiyo maskini niko naye. Lakini akakutana na dada mmoja, dada naye mrembo mzuri, akasema mrembo anaweza penda mimi maskini, lakini akasema I have to try. Kapata dada akamwambia, sister, how are you? Sister naye akajibu, I'm good. Akamwambia, please, I love you. Yeye akamwambia, let me think, but I think I love you too. Muda wakaenda, dada akasema, now I've confirmed, I'm ready to cooperate. Wakakuja kwa mchungaji, akamwambia, mchungaji, tunataka sasa tuunganishwe. Watu wakawadhihaki, watu wakawacheka, watu wakawaambia bure, watu wakamwambia you are nothing, watu wakamwambia, wanaambia msichana, wewe na urembo wako wote kikwaro jazo mtoyo umete pale kabila zako kienetwa, na hiyo urembo yako uliona nini kwa huyu jamaa? Lakini jamaa, dada akasema, sitaki kujua kama yeye ni tajiri, sitaki kujua kama yeye ni maskini, ile kitu ninajua ninampenda. Na ndugu naye akasema, sister, I love you. Kwa hivyo wakapendana, wakaunganishwa church, wakawana kama mke na conference ikapangwa. Hii ni historia ambayo iko hai. Conference ikapangwa. Conference ilipopangwa, jamaa yeye ndio mcheza keyboard pale. Wakaingia wanaimba conference, maana kuna wageni walikuwa wanatoka ng'ambo. Wakakuja kwenye conference. Ilikuwa imewekwa tent kubwa sana. Watu walikuwa wamehudhuria karibu watu 6,000. Jamani anacheza keyboard. Mgeni mmoja akiwa na ubiri, akaguswa na vile ule jamaa anacheza keyboard na anaimba. Akamwambia, brother, please give me your contacts. Jamaa akampea contacts zake. Akamuuliza, umesoma? Akamwambia, nilisoma nikafika mahali nikashindwa kuendelea kwa sababu ya umaskini. Basi jamaa siku ile ya kwenda akamwambia, my brother, now nimekuwa nikifikiria nini nitakufanyia, lakini ndani nasikia kwamba mimi nitahakikisha nimekupeleka ng'ambo. Ufike ng'ambo, usome shule for 3 years. Kisha baadaye ukimaliza tu hivi uachiliwe kwenye kampuni ya baba yangu, because my daddy yeye mmoja wa matajiri sana kule US. Jamaa kaona Mungu akasema, ni mimi ninaota ni kitu inafanyika. Jamaa akakuja kwa mke wake akamwambia, sweetheart, Mungu amefungua mlango. Akamuuliza how? Akamwambia, wale wageni walikuwa hapa wamenipea barua, wananiambia ninaenda Amerika. Mke wake akamuuliza, unaenda? Tunaenda ama unaenda? Akamwambia, naenda. Akamwambia, na kiapo ya ndo ntige mbwa ngotwanyo maneti. Lakini yule brother akamwambia, sikiza, you trusted me when I didn't have anything. I want to tell you, even hata wakati ule nitakuwa nayo, my darling, I will never forget you. Yule dada akamwambia, nilikupenda nikakuamini, hata sasa bado I can sacrifice myself to believe in you, because Mungu, naamini Mungu alituunganisha. Jamaa akapanda ndege akaenda Amerika, akawacha mke akiwa mjamzito. Jamaa akiwa pale amesoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unajua sasa mtoto amezaliwa, mwaka wa 3 jamaa ameachiliwa, mtoto amefika miaka 4. Wakati wa Christmas pale kijana kako ushago kanatembea kwa watoto wengine, kwa nyumba za wengine. Ni wakati wa Christmas. Kakapata watoto wa majirani wamenunuliwa manguo, wamenunuliwa viatu, wamenunuliwa vitu vizuri. Kijana kikaanza kuangalia na huruma, unajua nikamtoka. Alikuwa ni watoto hawana huruma, wakaanza kumwambia, kwenda, wewe hauna daddy, wewe hauna mama, wewe hakuna kitu uko nayo. Kaja sisi daddy ametuletea nguo, viatu. Jamaa akasikia vibaya. Wakaenda kwa mama yake, kumwambia, mami, kwani mimi sina daddy? Mbona mimi sina nguo, mimi sina daddy, sina nguo, watoto wengine wamenunuliwa, mimi siwezi nunua, mimi kuna namna gani? Yule mama akamwambia kijana wake, mtoto, sikia, nataka unisikize na unisikize vizuri. Wewe una baba, na baba yako yuko hai, na huyo baba yako hayuko Kenya,
baba yako yuko majuu. Sasa hao wanafurahia leo maana baba yao yuko hapa. Wewe utafurahia sana maana baba yako yuko majuu. Siku ile baba yako atakuja, kama ni viatu ya majuu, kama ni nguo ya majuu, kama ni dadi wa majuu. Jamaa kikarudi kwa Elia, kikaanza kuambia wengine, sikiza, usinicheke, kama ni dadi niko nayo na yako juu. Siku ile atakuja, kama ni viatu juu, kama ni nguo juu, na dadi juu. Wakacheka wakamwambia, kwenda umedanganywa. Kijana akafunjika moyo. Baada ya siku 3 simu ikapigwa. Unajua simu inasema namna gani? Simu inamwambia yule mama, my darling, now I'm coming back to my country and to my family. Maana sasa nimeruhusiwa. Mama akarudi kwa mtoto akamwambia, nilikuambia on Tuesday baba yako atashuka Nairobi, ile uwanja kubwa mnaitaje? Yes, baba yako atashuka. Wakapanda kutoka Gusii wakakuja kungojelea baba. Kijana kako hivyo. Ni baba ya Amerika ya China kwa. Ndege zinaanguka na uza mama akuja, naambia anakuja, na ndege kama hizo zinakuja anakuja. Kidogo ndege ikatua. Ndege ilipotua, kijana hapo kanasema, mami au utamuona mahali? Asa yomorochi. Bahati nzuri mzee akatokelezea. Basi mama akamwambia kijana, mama yako, baba yako ndio yuko. Unaona jamaa mrefu kama Otis, yule that's the guy. That's the jamaa kikakimbia mbio. Jamaa akakimbia mbio. Mtoto kukimbia na jamaa kuangalia, akaona mtoto, hii ni mbegu yangu, ni sura yangu, maana alikuwa anaona kwa picha. Ya sasa ndio leo. Kijana akakimbia mbio. Kafika pale, mzee akapepa kijana, karuka, kasunguza. Kijana akamwambia, haya dadi, haya. Basi nimekuona. Mami aliniambia ukikuja nimekuona. Aliniambia ukikuja viatu Amerika, nguo Amerika ziko hapa. Baba akamwambia don't worry, nishaelekesha mali ziko. Kijana akamwambia twende. Mizigo imeshuka pande ile. Kijana kakatolewa nguo ya Amerika, viatu, nguo. Kamwambia tulikolala Nairobi. Aturali Nairobi. Kuleki ya kwanza Gusii. Kwa hiyo jamaa hata kakilala kanalala jicho moja. Na basi Gusii, kufika Gusii, jamaa asubuhi masaa 4 saa 5 kako eja dadi alikuja, nguo Amerika, viatu Amerika, dadi Amerika. Halo, unajua ni nini ninasema? Wacha vile wengine wakaendelea, wakaona wewe huwezi endelea. Wacha vile wengine wanajijua wana kazi, wewe huwezi kupata kazi. Wacha vile wengine wanajua wewe uko chini, hauwezi kuwa juu. Nisikize, anayeweka juu yuko, anayeweka watu juu yuko mbinguni. Na yule ambaye yuko mbinguni ni baba yako. Baba yako yuko majuu. Siku ile baba yako atakuja. Kama ni nguo utakuwa nayo, tena nguo ya majuu. Kama ni nyumba utakuwa nayo, na tena ya juu. Kama ni watoto utakuwa nao, tena waerefu wa majuu. Kama ni kazi utakuwa nayo, tena nzuri ya majuu. Pigia Yesu makofi mazuri na useme amen. Ya mwisho niimbe, maana niliambiwa niseme kidogo alafu niimbe. Nisikize. Katika kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 1, Biblia inasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Wachawi wakikuja wa usiku na wa mchana hawatafika kwenye hema yake. Kwa nini? Mbingu imekusunguka na mbingu imekuchunga. Pigia Yesu makofi. Huyu sisi ya mwenye alikuwa hapa jana, tulikuwa na yeye State House. Nilishanga maana tumeitwa na yeye mara 7 tukwenda kuimba huko State House. Kumesungukwa brother. Kuna wanaume pale hawacheki. Hawataki kujua ati wewe ni Otiso, wewe ni mwimbaji ama wewe ni nani. Hawacheki, wako pale wanakuta nani wapi pachi. Wewe ni nani? Pande hiyo. Wajamaa wacheki. Kwa nini? Wanachunga president. Nikasema my God, huyu ndio huyu anachungwa namna hii. What hii maneno Biblia inasema ya kwamba mbingu itakuchunga. Security ya mbingu ni kubwa kuliko ya uhuru. Nisikize mpendwa, ni vile unakosa kujielewa. But you have a security inashinda hawa jamaa wanachunga uhuru hapa. Mbingu itakuchunga.
vinasikia vikiingia pale, unasikia vinaanza kuimba kawimbo. Yaani vinashukuru at least vimekaa. Wasikiza, Bwana atakufunikia. Wakati unafikiri unafungiwa nyumba, Bwana anafungua milango, unashangaa. Wakati unafikiri watoto hawatasoma, Mungu anafungua milango, unashangaa. Kwa sababu gani? Amekusumbuka. Kwa sababu gani? Anakupenda. Kwa sababu gani? Yuko pamoja na wewe. Mstari wa 11 wa mwisho anasema ataagiza malaika kutoka juu mbinguni wawe walinzi wako. Nasema malaika wawe walinzi wako sister. Nasema malaika wawe walinzi wako brother. Najua uko Nairobi hii, sometimes umefunjwa moyo sana. Sometimes you have been discouraged kwa mambo mengi. Wakati mwingine labda umetarajia mambo yafanyika, hayafanyiki. Nisikize, kama yakufanyika juzi, bora tu uko hai, jipe moyo. Kama yatafanyika jana, bora tu uko hai, jipe moyo. Kama yatafanyika leo, jipe tu moyo mpendwa. But I want to promise you, kesho ni yako. Amen. Juzi ilikupita, jana ilikupita, na hata leo ikikupita, jitie moyo, maana kesho ni yako. Maana haukuumbwa wa jana, wewe ni umbwa wa kesho. Haukuwa wa jana, wewe ni wa kesho. Your future iko mbele, haiko nyuma. Piga Yesu makofi. Ya mwisho nimalize. Ni vigumu na ni mbaya mwanadamu tembee without kitu ambaye inaitwa hope. Watu wengi wa Kenya sahihi, kulingana vile uchumi imeenda, vile watu wamefunjwa, kama mama mwingine ameua watoto wake na yeye akajiua because of depression. Wapendwa, mtu akifinywa na maneno anakosa kitu ambacho kinaitwa hope. Hakikosa hope, hata kama wewe una akili, hata kama wewe ni mrembo, hata kama wewe ni mhandisi, ukikosa hope wewe umekufa. Hata kama unatembea, nisikize mpendwa, hata kama utafunjwa moyo namna gani, usikose kitu ambacho kinaitwa tumaini, na anayepeana tumaini ni Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe kufa na Yesu. Serikali inaweza kukudiscourage, lakini kufa na Yesu. Viongozi wanaweza kukudiscourage, wewe kufa na Yesu. Hali yako inaweza kufinyilia chini, wewe kufa na Yesu, maana kesho mambo yatabadilika. Mimi Otiso hapa nilikuwa chokora mbaya, tena muizi. I was a very bad person. Kwa mtu mbaya sana, na tulikuwa maskini mbaya. Na mimi nilikuwa mwenye factory ya Chida. Hiyo wadudu hawa chawa. Mimi ndio nilikuwa factory. Nilikuwa naandaka mtoni, natoa nguo ya ndani na kula. Yaani maana unafinya vidole mpaka unachoka. Sasa umetengeneza. Nikiona mbele imechoka, nachukua kamawe na gonga. Siku moja brother niligonga kwenda kufungua nguo hivi, ikaanguka kama nini. Lakini Yesu anaweza toa watu pale. Leo hii nisimame mbele nisema anaishi. Nasema namna hii, wewe kwako Mungu atakuonekania. Kesho utakuwa na ushuhuda mkubwa kwamba sikufa juzi, sikufa jana. Leo hii Mungu amenisimamisha, naenda mbali. Ndio mkono wako nikuombee ni hii. Ndio mkono namna hii kwa kofia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa wapendwa wameinua mikono yao. Si kwamba kuna mwanadamu wamemheshimu hapa. Si kwamba wamekuja kwa sababu ya wanadamu. Wamekuja kwa sababu wamekuheshimu Jehova. Kuna mtu amesikia kitu imemtia moyo hapa. Kuna kitu ambacho mtu amesikia, Bwana akasongea karibu. Bwana amesikia neno litokalo kwako. Ninaomba Jehova, kama vile ulivyomkumbuka mwingine, kumbuka na huyu mama. Kama vile ulivyomkumbuka Batimayo, kumbuka huyu dada analia na magonjwa. Kama vile ulivyokumbuka wengine maskini wakatajirika, kumbuka huyu ndugu na familia yake. Baba, wengi wameshushika, wengi wamegongwa na mambo na maisha. Wengi Bwana wanajihisi, hata wengine wanajisikia kama wao si watu. Wengine wanajihisi ni kama hawana life. Oh my God! Fungua mlango kwa sababu ya wamama hawa. Fungua mlango kwa sababu ya huyu ndugu. Wengine wako na kazi, lakini kazi ni ndogo, haimtoseleshi na watoto wake. Jehova, panua kazi hii katika jina la Yesu. Ninavunja kila laana, navunja kila magonjwa, navunja kila mashetani ambaye amewaangamisha watu na kuwatesa. Na kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru kwa pale, sema amen. Piga Yesu makofi mazuri. Amen. Basi